Kwa majina mimi naitwa Mengi Daniel Kisoma, ni mkufunzi katika chuo cha mifugo LITA campus ya Mabuki. Lakini pia huwa nasimamia miradi ya uzalishaji wa kuku pamoja na sungura. Kwenye huu mradi wa uzalishaji wa kuku pia tunatumia kufanya training kwa vijana pia. Kijana lazima ajifunze namna ya kulea kuku tangu siku ya kwanza mpaka kipindi anaingia sokoni. Kwa hiyo kama unavyoona kuku wetu hawa wana mwezi mmoja na wiki mbili na wameshafikisha uzito wa kilo 2.5, 1.8. Kwa hiyo mpaka wafikishe miezi miwili kamili kuna kuku wanakuwa na kilo 3, 2.5 na kuendelea. Hapo ndio huwa tunaweza kuanza kuwatoa kuku na kuwapeleka sokoni. Kwa hiyo kwa kijana kwa upande wa mafunzo anakuwa tayari kashajifunza namna gani ya kumlea kuku toka siku anaingia bandani mpaka anaenda sokoni. Hapo anakuwa kashamalizika kabisa na anaweza akafanya mradi wake yeye mwenyewe kama yeye. Na pia anaweza kufanya mradi kwenye shamba la mtu kama msimamizi na akaona namna ambavyo anaweza akapata faida kwenye uzalishaji wa mifugo. Hao ni aina gani wa kuku? Hawa kuku wetu ni saso au tunaita chotara. Ni kuku ambao tunawatumia kwa ajili ya nyama, lakini pia unaweza kutumika kwa ajili ya kutaga. Kuna kuku ambao ni wa mwezi mmoja, wana tofauti gani na hawa? Kuku wako aina nyingi. Kuna wale tunaita broiler. Yule akifika mwezi mmoja huwa anakuwa ameshafikia muda wa kwenda tayari sokoni kutumika kama product tayari kwa ajili ya nyama. Ila hawa kwetu sisi wanaweza kutumika kwa lugha ya kigeni tunasema ni dual purpose. Anaweza kutumika kwa ajili ya mayai, lakini pia anaweza kutumika kwa ajili ya nyama. Kwa mtu ambaye anataka kuanza mradi wa kuku, ni hatua zipi anapaswa azifuate ili aweze kuanzisha mradi wa kuku? Mtu ambaye anataka kuanzisha mradi wa kuku ana hatua za kuzifuata za msingi. Kwanza lazima ajue ni mazingira gani ya kumpokelea kuku. Ni lazima ajue kuku anahitaji kitu gani toka siku ya kwanza mpaka siku anaingia sokoni. Atatakiwa apitie kwenye swala la chakula, kwenye swala la chanjo, mpaka kuku unamfikisha muda wa kuanza kumvuna tayari. Kwa hiyo hata hapa mtu akija huwa tunaweza kutoa short course pia kwa wafugaji wanaotaka kwenda kufanya ufugaji wa kuku. Mfano kuku kama huyu anapotakiwa kufugwa, ni vitu gani vya mwanzo mfugaji anatakiwa aanze navyo? Mfugaji vitu vya mwanzo ambavyo anatakiwa awe navyo makini sana kwenye ufugaji wa kuku ili awe kama afuge kuku afikie kama hapa, cha kwanza ni swala la kuzuia magonjwa kwa maana ya chanjo, lakini pia chakula. Akiweza kuzingatia hivyo vya muhimu, kuku anaweza akafuga vizuri. Lakini kuku akiwa kifaranga anahitaji joto. Kwa hiyo kama anahitaji joto kuku kifaranga mpaka awe na manyoya tayari mwili mzima ndo anaweza akajitegemea, hawezi kuhitaji tena joto. Hapo unakuwa mbakiza swala la chakula tu na vitu vingine vingi. Ni chakula gani kuku akiwa mdogo ama akiwa kifaranga anatakiwa apewe? Kuku akiwa kifaranga toka siku ya kwanza tunampatia chakula cha kiwandani kinaitwa starter. Lakini akishakuwa amefikisha siku ya 14 tunaweza kumpa chakula cha nyumbani cha kutengeneza tu sisi wenyewe kwa ajili ya kupunguza gharama za uzalishaji kwenye miradi. Na hapa sisi hawa kuku huwa tunatumia pia kama mafunzo kwamba akiwa mdogo tunampa chakula cha kiwandani. Akishafikisha wiki 2 tunaanza kumpa chakula cha nyumbani cha kutengeneza kinaitwa homemade ration kwa lugha ya kitaalamu, na tunatumia materials zinazopatikana kwenye jamii yetu na mazingira yetu haya kama pumba, mashudu, dagaa, kwa ajili ya kupunguza gharama za uzalishaji, na unaweza kuona ambavyo wanaenda vizuri. Na ni magonjwa yapi ambayo yamekuwa ni hatarishi kwa kuku? Kiukweli magonjwa ya kuku yako mengi, hasa ya virus na bakteria, ila kwetu sisi kama wataalamu hilo huwa tunakuwa hatukutani nalo sana kwa sababu tunaenda kitaalamu na tunazuia magonjwa kabla hayajaingia shambani kwetu. Kwa hiyo changamoto za magonjwa kwetu si kitu kikubwa sana kwa sababu ni wataalamu wa mifugo. Kwa mtu ambaye anaanza na sio mtaalamu wa mifugo, ni magonjwa yapi ambayo unadhani ni lazima awe nayo macho yanaweza yakateketeza mifugo yake? Watu wengi wanapata hasara kwenye ufugaji wa kuku, hawazingatii chanjo. Kwa hiyo ukizingatia chanjo hasa kwa magonjwa ya virus au ya virusi kama kideri, gumbolo na ndui, ukiweza kuzingatia chanjo za magonjwa hayo
kwa asilimia kubwa sana mradi wako wa kuku utakuwa uko salama, kwa sababu magonjwa mengine haya kama ya bakteria yanaweza kutibika, ila haya ya virus huwa sio rahisi kutibika, na ndio maana ni lazima uwe nao makini sana kwenye chanjo. Ukiweza kuzingatia hilo na kuepusha muingiliano wa watu kutoka sehemu tofauti tofauti kuingia kwenye shamba lako au kwenye eneo lako la kuku, ukizingatia hilo, mradi wako wa kuku utakuwa salama. Na mtu anatakiwa achanje kuku wake mara ngapi, labda kwa akiwa mdogo mpaka anafikisha miezi miwili? Huwa kuna protocol au program na ya kuchanja kwamba siku ya kwanza anatakiwa kuku achanje chanjo ya Malex toka akiwa kule anatoka tu kwenye kiwanda cha kutotolesha, lakini kwa siku ya 7 anaweza kuchanja Newcastle, siku ya 14 anachanja chanjo ya ugonjwa wa gumboro, siku ya 21 anarudia tena Newcastle, siku ya 28 anarudia tena gumboro, na baada ya wiki 5 anaweza akachanja ndui, kwa sababu hapo kuku wanakaribia kuanza tayari kuwa kubwa. Kwa hiyo unakuwa umeshamaliza chanjo za awali, unaona mpaka miezi miwili sasa imeshakaribia, unakuwa umemaliza chanjo zako, kuku wako salama na mtu mwingine yoyote anaweza akawafuga kwenye mazingira mengine. Kwa mtu ambaye anataka kuanzisha mradi wa kuku, unaweza ukamwambiaje? Kwa mtu ambaye anataka kuanzisha mradi wa kuku, cha kumshauri, watu wengi huwa wanaanzisha tu bila kuwakonsult wataalamu wa mifugo. Hilo huwa kosa kubwa. Kwa hiyo kama mtu anataka kuanzisha mradi wa kuku, mimi namshauri afike kwenye taasisi zetu, hasa hapa Lita Mabuki, aweze kupata mafunzo angalau ya wiki 1, wiki 2 na kuendelea, ili aweze akafanye vizuri kwenye mradi wake wa kuku. Tutampa namna ya kulea kuku, namna ya kuchanja, na tutakuwa naye pamoja kipindi anaendesha mradi wake. Anaweza akatupigia simu kama akakutana na changamoto za aina tofauti tofauti. Je, mradi wa kuku unaweza ukawa ni suluhisho la changamoto ya ajira kwa vijana? Ni sahihi kabisa. Kama unavyoona sisi hapa mradi wetu tunaenda nao, tunawafundisha vijana kwa namna gani kuku inaweza ikamlipa. Kuku huyu unaona akishafikisha miezi miwili anaweza kufika kilo 3. Sasa kuku mwenye kilo 3 ina maana kwa kumuuza kwa hawa sasa unaweza kumuuza kuanzia 12,000, 15,000. Sasa na ukizingatia kwa vyakula ambavyo unatumia tu vya nyumbani hivi vya kutengeneza, mpaka kuku anafikia umri huo, kuku mmoja anaweza kagharimu kama gharama ya shilingi 8,000 au 7,500 hivi. Unatoa rai gani kwa vijana? Rai yangu kwa vijana, wawe wana uthubutu wa kufanya vitu. Kwa mfano hii miradi ya ufugaji, niseme ni miradi ambayo kwa nchi yetu au kwa Afrika ni miradi ambayo ingekuwa ni mkombozi kwa kijana ambaye anafikiri hana ajira au anatafuta ajira. Akijikita kwenye ufugaji wa kuku ana uwezo wa kupata faida kubwa sana na akaondokana na janga kubwa la ajira.